lam yakun shay'an madhkura. Imempitia mwanadamu kipindi kirefu katika zama za ulimwengu, binadamu hakuwa kitu kinachojulikana. Maana yake Allah aliumba mbingu, akajaza alivyotaka mbinguni, akaumba na ardhi, akaweka alivyotaka ardhini, akaweka na eneo lililowazi baina ya mbingu na ardhi, kajaza vitu vingi vingine vingi hatuvijui vipo hapo angani. Ulimwengu ukabaki hivyo kwa muda mrefu. Malaika wapo, wanyama wapo hapa ardhini, samaki, wadudu, ndege, majini. Binadamu ndo hakuwa akijulikana, kwa sababu sisi ni viumbe tuliokuja mwisho kabisa. Shendo wageni hapa watiro. Allah akasema inna khalaqna al-insana, hatimaye tukaamua kumuumba mwanadamu min nutfatin amshajin nabtalihi, tumemuumba kutokana na mbegu za manii, mchanganyiko wa mbegu ya kiume na mbegu ya kike, tukafanya mtu mpya. Hata wanyama huwa wanazaliwa hivyo, mchanganyiko wa mbegu ya kiume na mbegu ya kike, wakipandana, wakijamiana, inapatikana mimba, anaumbwa kiumbe mpya. Mwanadamu tumemuumba hivyo kwa mbegu mchanganyiko, mbegu ya kiume na mbegu ya kike. Lengo na makusudio ya kumuumba nabtalihi, tumemweka hapa kwanza kwa ajili ya kumpa mtihani, tunamtesti kwanza. Tumeumba kiumbe mwenye vipaji, tukamtukuza kwa sababu ya vile vipaji vilivyomtofautisha na viumbe wengine. Kimaumbile binadamu ni kama mnyama tu, anakula chakula, anazaa, ananyonyesha, sote ndo tunatokea huko. Lakini tofauti ya binadamu na wanyama